Mahali hi nyumbani kwa Kajala na Diksoni usiku wa saa 3. Kajala akiwa sebuleni akiwa na simu mikononi akizungumza kwa sauti ya chini. Kajala kwa sauti ya kunong'ona, Koba, uko wapi? Umepata nafasi ya kuzungumza? Koba kwa simu, nipo barabarani, najua ulikuwa unaningojea. Kuna kitu gani? Mume wako yuko usingizini. Kajala, ndio, lakini siwezi vumilia tena. Diksoni anazidi kunifanya mtumwa. Hana upendo tena, hana huruma. Mali anazidi kutunza kwa jina lake tu, mimi sina sauti. Koba, na ulisema ana akaunti 3 zenye mamilioni, hii nyumba 3 na kiwanda cha maji kilicho chini ya jina lake. Kajala, kila kitu kiko kwa jina lake. Mimi hata gari analoendesha ni kwa jina la kampuni. Unajua nina maana gani, Koba? Koba kimya kidogo, halafu unataka tuchukue kila kitu, sio? Kajala kwa sauti ya chini yenye hasira, Koba nataka afe. Diksoni lazima atoweke. Mimi na wewe tutaanza maisha upya na mali yote. Koba anacheka kwa sauti ya chini, wewe ni mrembo lakini hatari. Haya basi, lakini lazima mpango uwe kamili. Hakutakiwi kubaki na ushahidi wowote. Kajala, nitahakikisha kila kitu kiko sawa. Leo anapumzika, kesho tunasafiri kwenda Moshi kwa wiki moja. Huko hakuna yeyote atakayemsaidia. Koba, hii safari ndiyo tutaitumia kumaliza kazi. Kajala kwa sauti ya chini zaidi, na baada ya hapo mali zote zitakuwa zetu. Nitashughulikia wosia mpya kesho asubuhi. Kisha anakatiza simu akavuta pumzi ndefu. Diksoni anaingia ghafla akinywa maji jikoni. Diksoni kwa mshangao, umeamka saa hizi? Mbona uko na simu? Unazungumza na nani usiku huu? Kajala akishituka kidogo, ni dada yangu, mtoto wake anaumwa. Nilikuwa na mfariji tu. Diksoni akimkazia macho, hii ni mara ya pili na kusikia ukiongea usiku. Nitakuangalia sana, Kajala. Kajala akijifanya mpole. Mume wangu, usiwe na shaka. Mimi ni wako tu. Diksoni anatoka, Kajala anamtazama kwa macho ya chuki, kisha anasema kwa sauti ya chini. Kajala kwa sauti ya kutisha, huwezi kujua, hii usiku wako wa mwisho unakuja, mume wangu mpendwa. Mahali njiani kuelekea Moshi, ndani ya gari aina ya Range Rover. Kajala na Diksoni wanasafiri pamoja. Gari likikata milima na mashamba ya ndizi, kimya kinaanza kutawala, halafu Kajala anavunja ukimya. Kajala kwa sauti ya utulivu, unajua mume wangu, sijawahi kuwa na amani kama ninavyohisi leo. Hii safari imeniletea tumaini jipya. Diksoni akiendesha gari, macho mbele, kweli? Ni mara ya kwanza unasema hivyo kwa muda mrefu. Kumbe tunaanza kuelewana tena. Kajala akicheka kwa unafiki, labda nimesahau chuki zote. Tumevumiliana sana. Diksoni, najua nimekosea sana, lakini bado nakupenda Kajala. Ukirudi nitakufanyia kitu kikubwa. Mali zangu nyingi zipo kwa jina langu, lakini hiyo si sababu ya kuonekana kama mgeni nyumbani. Kajala akishituka kidogo, kisha akajificha kwenye tabasamu, unamaanisha nini? Utaniwekea mali kwa jina langu? Diksoni akigeuka kumtazama kwa sekunde chache, nitabadilisha baadhi ya hati za umiliki. Naanza kuona thamani yako tena. Kajala kwa ndani, muda mbaya wa kujutia, mzee. Wanafika Moshi, wanapokelewa katika hoteli ya kifahari. Usiku unaingia. Kajala anatoka sebuleni akiwa na simu, anapiga kwa haraka. Kajala kwa sauti ya haraka, Koba, tuko Moshi tayari. Tunakaa hoteli ya Milimani Lodge, room 103. Kesho usiku utajua la kufanya. Koba kwa sauti ya kutisha, nitakuwepo kabla ya saa 3. Je, una hakika na muda? Kajala, ndiyo. Nitahakikisha anakunywa divai usiku, nitamchanganyia kidogo alewe. Kisha nitatoka kwenda kupokea simu. Hapo ingia, maliza kazi. Koba, halafu? Kajala, kuna dirisha la dharura upande wa pili wa chumba. Nitakufungulia. Ukishaondoka nitapiga kelele kama mwendawazimu. Mume wangu amefariki ghafla. Polisi hawatashuku chochote. Koba, sawa.
Hakikisha simu yako iko wazi muda wote. Siku itatu nafuata, usiku unakaribia. Kajara na Diksoni wanakaa kwenye meza ya chumbani wakinywa divai. Diksoni akinywa, nimefurahi kuwa hapa. Roho yangu iko huru. Najua kuna mengi tumepitia, lakini nataka kuanza upya. Kajara akimwangalia kwa macho ya huruma bandia, acha tuyasahau yote. Tumeumbwa kwa ajili ya kila mmoja. Anamimina divai nyingine akitazama saa yake. Ni saa 2:54 usiku. Kidogo tu kabla ya Koba kuingia. Kajara akinyanyuka, ngoja nichukue simu sebuleni, hii inaonekana imezimika. Diksoni akiwa mlevi, sawa, usichukue muda mrefu. Kajara anatoka kwa haraka. Kamera ya mawazo inamfuata nje ya chumba. Anapiga simu haraka. Kajara, ingia sasa. Kila kitu kiko tayari. Giza, upepo mwanana ukivuma, vigelegele vya usiku vimejaa kimya kinachotisha. Koba anajipenyeza kimya kimya kupitia dirisha la dharura la chumba cha Kajara na Diksoni. Anaingia akiwa na glovu, suruali nyeusi na bastola ndogo yenye silensa. Diksoni yuko kitandani, macho yamelegea, uso wake umejaa kicheko kidogo cha ulevi. Diksoni akiwa mlevi, Kajara, mbona umechukua muda sana? Njoo tukalale. Umenikosa kweli mke wangu? Koba anakaribia kimya kimya, anatulia, bastola mkononi, anainua taratibu. Ghafla Diksoni anageuka na kumtazama. Diksoni akishtuka, wewe ni nani? Koba kwa sauti ya chini, ni usiku wako wa mwisho mzee. Anamiminia bastola kichwani, hipup. Risasi ya kwanza. Diksoni anaanguka. Kimya kinatawala kwa sekunde kadhaa. Kisha sauti ya Kajara inasikika kutoka nje ya chumba, akitafuta kuhakikisha kila kitu kimekwenda sawa. Kajara kwa sauti ya chini, kazi imekamilika. Koba akimwangalia mwili wa Diksoni, ameisha kama mtoto anayelala fofofo. Kajara anaingia ndani akitazama mwili wa mumewe, alidhani atanirudisha kwa mapenzi. Akicheka kwa huzuni, alikosea. Alinidharau kwa miaka 5. Hakujua nina moyo wa simba. Koba akimkaribia, mpenzi, tunamiliki kila kitu sasa. Tutarudi Dar na kuchukua mali zote. Wewe ni mjane wa bahati. Kajara akimkumbatia, hatutakuwa maskini tena. Hatutalala tena kwa hofu. Ni sisi dhidi ya dunia. Dakika 5 baadaye, mlango unagongwa kwa nguvu. Sauti ya nje hifungua. Usalama wa hoteli. Kajara na Koba wanakimbilia dirishani. Koba anaruka. Kajara anarudi haraka na kujirusha sakafuni pembeni ya mwili wa Diksoni, kisha anaanza kulia kwa sauti ya juu. Kajara akigugumia kwa majonzi ya bandia, hapana, mume wangu, oh Mungu wangu, Diksoni amekufa, amekufa. Mlango unavunjwa. Walinzi na meneja wa hoteli wanaingia kwa haraka. Meneja, Mungu wangu, kuna damu kila mahali. Nani kafanya hivi? Kajara akigugumia, nilitoka sekunde chache tu. Nilirudi nikamkuta hivi, alikuwa mzima. Aliwawa. Dakika chache baadaye, polisi wamewasili. Wanaanza kuchunguza. Wanauliza maswali. Lakini mmoja wa askari anakuta kitu cha kushangaza karibu na dirisha, kifuniko cha glovu. Afande akionyesha glovu hiyo, hii ni ya nani? Na kwa nini kuna alama za nyayo kwenye sakafu kuelekea dirishani? Mpelelezi akimtazama Kajara, Bi Kajara, kuna jambo haliko sawa hapa. Tutahitaji ushahidi zaidi. Tutakufuatilia kwa karibu sana. Mahali Moshi, kituo cha polisi, saa 2 asubuhi. Kajara ameketi kwenye chumba cha mahojiano. Anaonekana mnyonge, lakini macho yake yana ujasiri wa mtu aliyepanga kila kitu. Afande Chuma akiingia na mafaili. Bi Kajara, tumekuwa tukikuchunguza tangu jana usiku. Pole kwa msiba wako. Kajara akijifanya kulia, asante, siamini bado. Diksoni, mume wangu, alikuwa mzuri sana. Hakuna aliyempenda kama mimi. Afande Chuma, hivyo ndivyo unavyosema? Lakini tumeona baadhi ya mambo ya ajabu. Kamera za usalama zilionyesha dirisha la dharura likifunguliwa saa 3:07 usiku.
Na wewe ulikuwa nje ya chumba chako kwa dakika 10 tu. Kajara akishtuka kidogo, nilikuwa napokea simu, mtoto wa dada yangu ameumwa, nilikuwa namzungumzia hospitali. Afande Chuma akimtazama kwa macho ya kuchunguza, kwenye simu yako hakukuwa na rekodi ya simu yoyote hiyo muda huo. Kajara anakosa maneno kwa sekunde kadhaa. Kajara labda nilikuwa naitazama tu. Si kila kitu ni lazima kipigwe simu afande. Mahali Dar es Salaam, nyumbani kwa Kajara. Kajara amerudi kutoka Moshi baada ya kupewa ruhusa ya muda kutoka polisi kwa ajili ya mazishi. Nyumba ni tulivu, lakini kichwa chake ni kelele za hatia, hofu na tamaa. Kajara akitembea chumbani, anafungua drawer ya kabati la mumewe, akichukua hati na nyaraka. Kajara akijisemea, ndo kwanza maisha yanapoanza. Nyumba hii, mashamba ya Morogoro, kampuni ya usafirishaji, vyote sasa ni vyangu. Anapofungua bahasha ya nyaraka, uso wake unabadilika ghafla. Macho yanapanuka kama mtu aliyegundua kaburi chini ya godoro. Kajara kwa sauti ya juu, hapana, 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 hii haiwezekani. Anashika barua ya kisheria ya wosia mpya, jina lake halimo. Yote yamerudishwa kwa dada wa marehemu na shirika la kusaidia watoto yatima. Kajara akitetemeka, Dicksoni, ulinipa penzi, ukaondoka na roho yangu, sasa hata mali. Uliniona mjinga kiasi hiki? Mahali Moshi, kituo cha polisi. Afande Chuma anaongea na mkuu wa upelelezi Sid kuhusu uchunguzi wa kifo cha Dicksoni. Sid, ushahidi umekamilika. Tulipata alama za viatu vya mgeni chumbani. Kamera za usalama zimemnasa mtu akiruka dirishani na tumemtambua kupitia teknolojia ya uso. Afande Chuma, hii ni yule Koba, mpenzi wa Kajara? Sid, ndiyo. Tulituma ombi la kumkamata. Amekuwa mafichoni Dar, lakini tumeipata nyumba anamoishi. Saa yoyote tutamaliza. Mahali Dar es Salaam, nyumba ya Koba. Ni usiku. Koba anajua muda wake wa uhuru unaisha. Anapanga kuondoka nchi. Koba anapanga pasipoti bandia, fedha kidogo na silaha. Koba akizungumza na rafiki yake, asitoka nikamatwe. Kajara amenisukuma kwenye janga hili, lakini leo ndio mwisho wangu na yeye. Asidhubutu kuniita tena. Anapiga simu ya mwisho kwa Kajara. Koba, sikiliza vizuri, nina ushahidi wa kila kitu, meseji zako, rekodi ya sauti ulivyopanga mauaji. Ukithubutu kunisumbua tena au ukijaribu kunikimbia, nitapeleka kila kitu polisi. Kajara kwa sauti ya hofu, unanitishia? Koba, tulikuwa timu moja. Koba, tulikuwa. Lakini sasa mimi ni moto na wewe ni petroli. Muda si mrefu tutalipuka wote. Asubuhi inayofuata, Kajara anaitwa tena kituo cha polisi. Afande Chuma akamkabidhi picha kadhaa. Huyu ni nani? Kajara akiwa na wasiwasi, sijui, sijawahi kumwona. Afande Chuma akimtazama kwa jicho la kutambua uongo, mbona simu yako ina rekodi ya meseji zaidi ya 10 kutoka kwake? Unamwita mpenzi wangu wa damu? Kajara ananyamaza. Kisha machozi yanamtoka, lakini polisi hawashtuki. Afande Chuma, tunayo kila ushahidi. Ni suala la muda tu sasa. Ama utuambie ukweli ama tukukamate kama mshukiwa mkuu wa mauaji. Kajara anakaa mbele ya afisa upelelezi, mikono yake ikitetemeka. Anaonekana kuchoka, uso wake umechoka kwa hofu na msongo. Afande Chuma, Kajara, tumechoka na michezo yako. Ushahidi uko wazi. Tunayo meseji zako, tunayo rekodi ya sauti ya Koba ukimwelekeza aanze safari kwenda Moshi. Kajara kwa sauti ya chini akijaribu kubembelezwa, afande, nilikuwa nimechanganyikiwa, mume wangu hakuwa tena yule niliyempenda. Afande Chuma kwa sauti kali, hiyo si sababu ya kumuua. Unajua hukumu ya kosa hili? Kajara kwa sauti ya hofu, tafadhali nisameheni, nitawaambia kila kitu. Lakini msimkamate Koba, ataniua. Nilifanya yote kwa shinikizo lake. Aliniambia nitapoteza kila kitu nisipomsaidia. Afande Chuma, sasa unasema ulikuwa unaogopa. Vipi kuhusu mali ulizotaka kuiba? Huo haukuwa woga, ulikuwa ni uchu.
Mahali, uwanja wa ndege wa Julius Nyerere, saa 5 asubuhi. Koba anajaribu kuingia katika ndege ya kuelekea Lusaka kwa kutumia pasipoti bandia. Afisa wa uhamiaji anapokea pasipoti, anaichunguza kisha kumtazama Koba kwa makini. Afisa, dakika moja tafadhali. Anaenda pembeni. Ndani ya dakika moja, askari wa upelelezi watatu wanaingia kwa kasi na kumzingira Koba. Koba akijaribu kutoroka. Mnanifanyia nini? Mimi ni raia huru. Afande akamvuta kwa nguvu. Umehuru mpaka ulipomimina damu ya mtu asiye na hatia. Utajibu mauaji ya Dicksoni. Mahali, kituo cha polisi. Koba analetwa na polisi, uso umejaa hasira. Kajara anamwona akiletwa na anaanza kutetemeka. Kajara akimkaribia kwa woga. Koba, samahani, isikudhani ingefika huku. Koba kwa hasira kali, ulitakiwa kunilinda. Wewe uliapa kuwa tuko pamoja hadi mwisho. Umenisaliti Kajara. Utaona mwisho wangu sasa. Afande Chuma, wote wawili mtakaa rumande. Uchunguzi ukikamilika, mtafikishwa mahakamani kwa mashtaka ya mauaji ya kupanga. Mahali, mahakama ya Kisutu, wiki moja baadaye. Vyombo vya habari vimejaa nje ya jengo, watu wakishangaa jinsi mke wa marehemu alivyoshirikiana na mpenzi wake wa siri kumuua mumewe. Mwandishi wa habari, katika tukio la kutisha, Kajara na Koba wamefikishwa mahakamani kwa mauaji ya mume wa Kajara, Bwana Dicksoni, tajiri mkubwa wa usafirishaji. Inadaiwa wawili hao walipanga mauaji ili warithi mali, bila kujua kuwa Dicksoni alikuwa tayari amebadilisha wosia wake. Wakati kikao cha kwanza cha kusikiliza kesi kinaanza, Kajara anatokwa na machozi kimya kimya, akimtazama Koba ambaye hamwangalii kabisa. Hakuna tena mpenzi wa damu, kuna tu miili miwili iliyobeba uovu, majuto na hofu ya hukumu. Mahali, Mahakama Kuu, Dar es Salaam. Kesi ya mauaji ya Dicksoni inaendelea. Ukumbi umejaa watu, wengine wakiwa na macho ya huruma, wengine wakifuatilia kwa hamu ya kupata mwendelezo wa sinema ya kweli. Jaji mkuu akitazama bereti yake kwa utulivu. Mshtakiwa wa kwanza, Kajara, unajua una kesi ya kujibu ya kula njama na Koba kumua mumeo, Bwana Dicksoni. Kajara kwa sauti ya chini, machozi yakimtoka, ndiyo mheshimiwa, lakini kuna mengine hamjayasikia. Mahakama inakuwa kimya kabisa. Kajara anasimama kizimbani akitetemeka. Anaanza kueleza kwa mara ya kwanza hadharani. Kajara, nilikuwa nimefungwa ndani ya ndoa ya mateso. Dicksoni alikuwa tajiri, lakini alikuwa katili. Alinidhulumu, alinitishia maisha yangu. Nilipokutana na Koba, niliona tumaini. Niliamini tungeanza maisha mapya. Koba alinipa wazo la kumtoa Dicksoni ili tuwe huru. Nilikubali kwa sababu nilikuwa nimechoka kuishi maisha ya kivuli. Jaji anamtazama, lakini bado uso wake hauna hisia. Wakili wa serikali anasimama na kuwasilisha ushahidi mpya. Wakili wa serikali, mheshimiwa jaji, tunayo rekodi ya sauti kati ya Kajara na Koba wakipanga tukio zima, saa moja kabla ya mauaji. Pia tumepata silaha ya mauaji ambayo ina alama za vidole vya Koba na nguo za Kajara zilikuwa na damu ya marehemu licha ya kudai hakuingia chumbani. Mahakama ya zizima. Koba anasimama ghafla, uso wake umejaa hasira, anamtazama Kajara kwa chuki kali. Koba kwa sauti ya ukali, wewe ulikuwa na mpango wa kunisambaratisha kutoka mwanzo. Ulinifanya nimuue mtu, kisha ukajiweka pembeni kama malaika. Kajara kwa sauti ya huzuni, Koba, sikujua itafikia hapa. Koba akicheka kwa uchungu, unajua nini? Na mimi naweza kuwa mchafu hadi mwisho. Nitawaambia kila kitu, uongo wako, tamaa yako, hata jinsi ulivyotaka nimuue na uhai wa dada wa Dicksoni aliyekuwa akigundua siri. Ukumbi wa mahakama watetemeka. Kila mtu anashangaa. Wakili wa familia ya marehemu ananyanyuka. Wakili wa familia, Mheshimiwa Jaji, kutokana na maelezo ya mshtakiwa wa pili, tunaomba kesi hii iongezeke kwa jaribio la mauaji dhidi ya Bilina, dada wa marehemu. Jaji akipiga nyundo, ombi limekubaliwa. Sauti ya ndani ya Kajara ikisikika kwa sauti ya huzuni kama monolojia ya nafsi. Kajara kwa sauti ya ndani, nilimchukia kwa kunifanya mfungwa, nikamsaliti kwa tamaa, sasa niko kifungoni tena, lakini safari hii si kwa ndoa, ni kwa damu. Mahali, gereza la Ukonga, rumande ya wanaume.
Koba anakaa akiwa ameshika daftari, anaandika kwa haraka. Anaandika barua ya kukiri yote, lakini pia ya kulipiza kisasi kupitia ukweli. Koba akisoma alichoandika. Kwa yeyote atakayesoma hii barua, najua najielekeza kwenye hukumu, lakini sitakubali nife peke yangu. Kajara alinitumia, alinilazimisha, aliniambia kwamba ameshapanga kifo cha Dickson kwa sumu, akataka nifanye kuwa ni wizi ulioenda kombo. Mkutano wake na yule kijakazi wa nyumbani na vile alivyomwambia apoteze kamera za usalama, vyote ni sehemu ya mpango wake. Msiniache mimi peke yangu ndani ya moto huu. Mahali ofisi ya wakili wa serikali. Barua ya Koba imefikishwa. Uchunguzi mpya unaanza haraka. Wakati huo dada wa marehemu Bilina anaitwa kuja kutoa ushuhuda mpya kuhusu tukio alilokumbuka. Bilina kwa sauti ya ukakamavu, niliwahi kumwona Kajara akiwa na kijakazi wetu wakinong'ona sana siku 3 kabla ya tukio. Alionekana kuwa na hofu, lakini pia alionekana kuwa na hila. Siku ya tukio, kamera zote zilikuwa hazifanyi kazi. Nilihisi kuna kitu kinaendelea. Sasa najua. Mahakama, kikao kipya kinaanza. Wakili wa serikali anawasilisha barua ya Koba kama ushahidi mpya. Wakili wa serikali: Mheshimiwa Jaji, barua hii ina maelezo ya kina juu ya njama ya mauaji iliyoandaliwa na mshtakiwa wa kwanza, Kajara. Tunaomba iunganishwe kwenye ushahidi wetu wa awali. Wakili wa Kajara: Mheshimiwa, hiyo ni barua isiyo na uthibitisho wa kisayansi. Ni tuhuma tu za mtu aliyekata tamaa. Jaji, tutaiwasilisha kwa mtaalamu wa maandishi ya mikono na mtaalamu wa saikolojia wa gerezani kuthibitisha kama kweli ni ya mshtakiwa wa pili. Siku chache baadaye, ripoti ya kitaalamu inathibitisha kuwa kweli Koba aliandika barua hiyo kwa mkono wake mwenyewe bila kulazimishwa, akiwa katika hali timamu ya akili. Mahakama inazidi kuchafuka. Uso wa Kajara unabadilika. Hofu inaanza kushinda urembo wake wa zamani. Kajara kwa sauti ya chini kwa wakili wake: ikiwa Koba ataendelea kusema yote, na mimi naweza kuanguka kabisa. Kuna baadhi ya siri hazipaswi kufika hadharani. Wakili: unamaanisha nini? Kajara: kuna mtu mwingine aliyehusika. Siwezi kusema hapa, watanimaliza. Mahali: gereza la Keko, chumba cha wageni. Kajara anaketi akiwa na sare ya wafungwa, macho yamevimba kwa kulia usiku mzima. Mlinzi anafungua mlango na kuingia mtu wa ajabu, mtu mrefu mwenye miwani ya giza, suruali ya suti, lakini uso wake umejificha kwa kofia. Anaingia kimya kimya na kuketi. Kajara kwa hofu: wewe ni nani? Umeletwa hapa na nani? Mgeni kwa sauti ya baridi: mtu uliyemsahau. Mtu aliyekuwezesha uanzishe biashara yako binafsi miaka 3 iliyopita. Mtu aliyekupatia pesa kupitia kampuni ya kivuli ya KAD Logistics iliyosajiliwa kwa jina la mpenzi wako Koba. Kajara akitetemeka: hapana, hapana. Wewe si Mzee Rutashobiai. Mgeni akiinua miwani: naam. Rafiki mkubwa wa marehemu Dickson na mshirika wake wa zamani wa biashara. Mzee Rutashobia anatoa bahasha yenye karatasi kadhaa, anaivua na kuweka mezani. Mzee Rutashobia: niliwahi kumpa Dickson onyo. Nilimwambia kuwa mapenzi yako ni sumu. Alikataa kuniambia kilichomfanya akubali kuishi nawe hata baada ya kugundua tabia zako. Lakini aliniamini vya kutosha kuniambia kuwa ukimuua nitatimiza kazi yake ya mwisho, kuvua sura yako mbele ya ulimwengu. Kajara sasa akilia: usiendelee tafadhali, nakuomba. Mzee Rutashobia: hapa kuna mikataba yako ya kifisadi, nakala ya rekodi ya simu zako na wafadhili haramu wa biashara za ulanguzi. Uliutumia utajiri wa Dickson kama kifuniko. Mauaji yake hayakuwa mwisho, ulikuwa mwanzo wa kuanguka kwako. Mahakama Kuu, kikao cha mwisho cha kesi. Ukumbi umejaa. Watu wanashikilia pumzi. Jaji anapoingia, kila mtu anyamaza. Jaji mkuu, baada ya kusikiliza ushahidi wa mashahidi 14, vielelezo 23 na kukiri kwa maandishi ya mshtakiwa wa pili, mahakama hii imefikia uamuzi. Kimya kizito. Jaji mkuu: mshtakiwa wa kwanza, Bi Kajara, umekutwa na hatia ya kupanga na kushiriki mauaji ya mumeo, Bwana Dickson. Aidha, umekutwa na hatia ya kula njama, kuficha ushahidi, kutakatisha fedha haramu na kuhatarisha usalama wa jamii.
Kajara anatetemeka akishindwa kuangalia mbele. Jaji, kwa kosa hilo, mahakama hii inakuhukumu kifo kwa kunyongwa hadi kufa. Koba naye anatangaziwa kifungo cha maisha gerezani bila uwezekano wa msamaha. Koba akitabasamu kwa uchungu, nilimpenda lakini aligeuka kuwa mnyama. Sasa nitaishi nikimtazama kwenye ndoto zangu akimwaga damu ile kwa mikono yake. Mahali kaburi la Dickson. Bilina anapanda maua juu ya kaburi la kaka yake huku waandishi wa habari wakimsubiri pembeni. Bilina, kwa sauti ya upole, ulihangaika kwa ajili yake, ukampenda licha ya yote. Mwisho wa siku alikusaliti. Lakini haki imetendeka. Pumzika kaka yangu, pumzika kwa amani. Mahali gereza la Kisongo, dakika za mwisho za Kajara. Milango ya seli inafunguliwa na Kajara anapokea hukumu ya kunyongwa. Macho yake yamejaa machozi, lakini hakukuwa na kurejea nyuma. Anaangalia kwa mara ya mwisho picha ya mumewe Dicksoni aliyekufa kwa mikono yake mwenyewe. Alichukua maisha yake, lakini alienda nayo chini ya kivuli cha tamaa. Sauti za askari wa gereza zikitulia, Kajara anatembea polepole kuelekea uwanja wa kunyongwa, huku akijua hakukuwa na kurudi nyuma. Koba ambaye alipelekwa gerezani kwa maisha alikuwa bado akimwazia. Hakukuwa na nafasi ya kupata kifungo cha hafla, wote walikuwa katika mtego wa mwisho wa uhalifu wao. Mahali kituo cha polisi, mbele ya vyombo vya habari na watu kutoka jamii ya watu wa karibu na familia za Kajara na Dicksoni. Kesi hii ilivutia hisia za wengi, lakini sasa ni hukumu inavyoshuhudiwa. Watu wanatazama kwa makini kama Kajara atapokea hukumu yake ya mwisho. Mwandishi wa habari akizungumza kwa sauti ya husuda. Ni kesi ya kipekee ambapo mshtakiwa wa kwanza, Kajara, aliyejulikana kwa mpenzi wake wa nje, Koba, ameweza kuzungumza hadharani kuhusu makosa yake makubwa. Hali ni ngumu. Hakuna njia ya kurudi nyuma, maamuzi yamefanyika. Wakati Kajara akielekea kwa mti wa kunyongwa, sura yake inakutana na picha ya familia ya marehemu. Bilina, dada wa Dicksoni, analia kimya kimya kwa huzuni. Hakukuwa na kilio cha furaha, wanasubiri tu kumaliza hii hadithi ya kikatili. Bilina, kwa sauti ya huzuni kwa rafiki yake wa zamani, ni mwisho wa janga. Tuliishi kwa uchungu, lakini hatimaye haki imetendeka. Hakuna anayeweza kuua bila kuja na gharama yake. Kajara anasimama mbele ya mti wa kunyongwa, mikono yake ikiwa imefungwa nyuma, huku macho yake yakitokwa na machozi ya mwisho ya majuto. Kajara, kwa sauti ya chini, nilifanya kosa kubwa, nilikuwa mwehu. Kwa tamaa nilipoteza kila kitu, sasa ninahitaji kukubali matokeo, hivi ndivyo ilivyo. Mungu ni shahidi wa dhambi yangu. Lakini najua kwa hakika, ikiwa ningeweza kurejea nyuma, ningepigania ukweli badala ya uongo. Askari wa gereza wanajiandaa kumtandika kijiti cha kunyongwa. Kila mtu anashuhudia kukamilika kwa adhabu ya Kajara. Mbele ya umati wa watu, Kajara anajua kuwa kila mtu amesoma hisia zake. Mwisho wa simulizi hii. Tukutane tena katika simulizi nyingine hapa hapa katika chaneli yako ya Simulizi Tamu. Asante.